Hapa ni ulimwengu wa simulizi zetu na mimi ni Haji Mgogoro. Karibu kwa mara nyingine kwenye simulizi nzuri kabisa. Tunausimuliwa na dada yetu Debora, simulizi ya kweli kwa yale aliyoyapitia kwenye miaka mitatu ya ndoa yake. Na katika sehemu iliyopita tuliishia pale ambapo Debora ameweza kukumbuka kuwa kila alipotembelewa na mama mkwe wake alipoteza mimba. Ndio, Debora alipoteza mimba kila wakati ambao mama mkwe alifika kwake. Na kumbuka yule mama wa Kimisri alishamwambia Katija kwamba Debora amefanywa mambo ya Kiswahili, yani kwa kifupi ni kwamba amerogwa. Kwa hiyo suala lake la kupoteza mimba hazitokani na changamoto za kiafya, bali amefanywa mambo ya kishirikina. Na sasa tuendelee katika sehemu hii mpya, lakini nikusihi hakikisha umesubscribe kwenye channel yetu ya Simulizi Empire. Na hapa ni ulimwengu wa simulizi ambapo tunaendelea na simulizi nzuri kweli kweli kutoka kwa Debora. Debora anaendelea, anasema nilifika nyumbani majira ya saa 12 kasoro jioni. Nilimkuta mama mkwe pale pale sebuleni. Kwa kweli sikumsalimia, maana ni kama roho ya chuki ilianza kuniingia. Yaani nilijiuliza, ina maana huyu mama anahusika na kuharibika kwa mimba zangu 4? Hana huruma ikiwa yeye pia ni mwanamke, tena kwa wajukuu zake mwenyewe. Debora anasema nilipitiliza hadi chumbani kwangu na tayari ile dawa niliyopewa na yule mama nilishaiweka kwenye jani la mgomba. Nilikunywa na nikaoga ile dawa kama ambavyo nilivyoelekezwa. Nikatulia kitandani na waza. Ndiyo, nawaza hatima yangu. Yaani nikawa nasema mwenyewe, huyu mama ni mhusika. Na kwa nini anafanya hivi? Lengo lake ni nini hasa? Au ni kwa vile alinichukia tangu siku ya kwanza kwenda kutambulishwa nyumbani kwao? I say, ina maana hataki hata nizae na mwanae? Kwa kweli sikupata jibu. Ikabidi nijiandae kuswali, na nikaswali swala ya maghrib na nikaanza kuandaa chakula cha usiku. Debora anaendelea, anasema kwa masaa yote ambayo Hamadi aliondoka wala sikumpigia simu na hata yeye hakunipigia, kitu ambacho hakikuwa cha kawaida kati yetu. Mara nyingi Hamadi anapokuwa kazini anaweza kupiga simu hata mara 4, halafu wala asemi kitu cha maana. Ni vile tu alinipenda na kunijali mke wake, na hata mimi nilishazoea ikiwa namuona kimya basi na mimi ni lazima nimpigie simu. Hamadi alinipenda sana na alikuwa na wivu mno. Nakumbuka baada ya kunioa alinizuia kufanya kazi yangu. Debora anasema mimi nilikuwa msusi mzuri sana. Nilikuwa nafanya kazi kwenye saluni moja kubwa sana hapa jijini. Yaani pale ofisini mimi nilikuwa ni kila kitu. Dada Rozi ambaye ndiye bosi wetu aliniamini sana. Na hata kwa mara ya kwanza mimi na Hamadi kuonana, tulionana hapo saluni kwa dada Rozi. Na dada Rozi ndiye ambaye alikuwa anafahamiana na Hamadi. Sikumbuki ile siku alifuata nini pale saluni, lakini aliongea na dada Rozi. Nakumbuka nilimtazama sana, maana alikuja yuko smart na ananukia. Kumbe naye alikuwa ananitazama. Ilipofika usiku ndo dada Rozi akaniambia, yule kijana alokuja mchana ni mdogo wangu, halafu ana maadili sana na anadai amekupenda kama hauna mtu. Jamani, mapenzi ni kitu kingine. Kuanzia hapo ndipo nilipoanza kufahamiana na Hamadi. Tukawa marafiki kidogo na hatimaye tukawa wapenzi na mwisho ni mke na mume. Debora anaendelea, anasema baada ya kunioa Hamadi aliniambia hataki nifanye kazi yoyote ile, kama pesa ipo na yupo tayari kunispoil vyovyote vile nitakavyo. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa. Yaani nilipata chochote nilichotaka tena kwa wakati, na nilikwenda popote nilipotaka. Bahati nzuri nisikuwa tu mtu wa kujirusha sana viwanja, nilipenda zaidi mazingira ya nyumbani. Debora anaendelea, anasema sikupinga wazo la Hamadi la mimi kutokufanya kazi. Nilikubaliana naye, maana hata mama alinisihi sana. Nakumbuka aliniambia msikilize mume wako, kwani hawezi akakuacha ukae bila kazi kwa miaka yote ya ndoa yenu. Na kweli kutokana na kukaa bila kazi nikaanza kufumuka. Yaani nikawa kibonge kweli kweli. Hamadi akaanza kunifanyisha mazoezi asubuhi na jioni. Nasema nikapungua, nikarudi kuwe mwembamba kabisa. Nikawa nasema nikikaa tena bila kazi nitakuwa tena mnene, na tayari nilishaanza kuupenda ule mwili mwembamba. Taratibu nikaanza kusuka pale pale nyumbani. Wateja wakawa wanakuja nyumbani, na hata kule saluni kwa Darozi kukiwa na wateja wengi au kukiwa na harusi nilikuwa naenda kuwasaidia, na Hamadi aliniruhusu. Na baada ya kuona hivyo akawa yupo kwenye mpango wa kunifungulia saluni yangu. Debora anasema baada ya kumaliza kuandaa chakula cha usiku nikaweka mezani, nikatulia zangu sebuleni. Cha ajabu ni kwamba mama mkwe alikaa pale pale sebuleni kwa muda wote huo, tena kwa puzi lake moja tu, mkono mmoja shavuni. Yaani kila nilivyotoka na kuingia alikuwa amekaa hivyo kwa muda wote. Mimi sikujali sana, nikawasha runinga na kuanza kutazama. Punde tu mume wangu akaingia, yaani alipita kwa haraka akaniita hadi chumbani. Nilishtuka maana sauti yake ilikuwa ni kali sana. Au ameambiwa kuwa nilienda kwa yule mama wa Kimisri.
Hamadi alikuwa hapendi kabisa mambo ya ushirikina, na katika miezi ya karibuni alibadilika mno, yaani aliongeza uchamungu. Tulikuwa tunaamka hadi kusali sala za usiku. Nilimfuata chumbani nikiwa na wasiwasi kidogo. Nilikuta amejilaza kitandani akiwa na nguo zake zote na viatu vyake. Debora anasema nilimshangaa sana na nikamuuliza kwa utani, "Mwenzetu vipi?" Hamadi alijibu kwa sauti ya chini na nzito, "Mke wangu, kichwa kinauma sana. Yaani sikutegemea kama ningeweza kuendesha gari hadi hapa kufika nyumbani." Ilikuwa ni ishara mbaya kwa kweli. Hamadi akisema anaumwa, anaweza hata akaenda kazini na akafanya kazi. Na ukimwona hata kazini haendi, jua kuwa hiyo homa imemshika kweli kweli. Debora anasema ikabidi haraka sana nipime joto lake. Halikuwa la kawaida. Kichwa chake kilikuwa na moto sana. Yaani sana. Haraka nikampunguza nguo na kumvua viatu. "Umemeza dawa?" Nilimuuliza kwa hofu. "Ndiyo, tena nimeoverdose." Nikamwambia ndio maana joto ni kali. "Kwa nini nilioverdose lakini?" Debora anasema tulikaa kama dakika 2 huku kichwa chake kikuwa kwenye miguu yangu. Lakini kadri dakika zilivyosonga ndivyo mwili wake ulivyozidi kushika joto. Naposema joto jamani, ni joto haswa. Yaani hadi mimi mwenyewe nililihisi lile joto. Haraka nikachukua maji na kuanza kumkanda kichwani, lakini haikufaa kitu. Nakumbuka vizuri tu, Hamadi akaanza kuniambia kwa sauti ya chini, "Mke wangu, nakupenda sana. Wewe una roho nzuri na yenye utu. Unampenda mwanangu kama umemzaa wewe. Nakupenda mke wangu." Hapo nilianza kuogopa sana, maana sauti yake ilikuwa ya chini mno. Ikabidi nimtazame vizuri kabla ya kumjibu. Jamani, macho ya mume wangu yalikuwa mekundu. Yaani utadhani ameumwa siku nyingi au la amevuta bangi au amelewa. Wakati huo mwili wake nao ulizidi kupata moto. Na mpenzi msikilizaji, bado tunasonga mbele na simulizi ya kweli kutoka kwa Debora Asha, na sasa hali ya Hamadi imezidi kuwa mbaya. Na kusi uendelee kubaki nami huko mbele, bado kuna mengi mazuri ambayo yatakufanya ubaki mdomo wazi, lakini pia yakikupa funzo la maisha. Ndiyo, Debora anasema nilishangaa sana kuona mabadiliko yale ndani ya muda mfupi. Nakumbuka nilimwambia Hamadi, "Mume wangu, wewe unaumwa, twende hospitali." Naye akanijibu, "Kweli mke wangu unaumwa. Koo yangu inakauka, yaani nahisi kama koo inaungua. Napata kiu kali sana." Sauti yake ilinipa simanzi. Katika kipindi chote cha maisha yetu sijawahi kumuona Hamadi akiwa katika hali ile. Haraka nikatoka kuchukua maji ya baridi kwenye friji, nikamnyosha mume wangu. Cha ajabu ni kwamba sasa mwili wake ulikolea joto lisilo la kawaida, yaani lisilo la kawaida. Mimi na uoga wangu nikaanza kulia. Haraka nikambeba Hamadi hadi bafuni. Na shangaa sijui nilipata wapi zile nguvu. Tulijimwagia maji bila hata kuvua nguo. Angalau sasa niliona joto lake linashuka tukiwa pale bafuni. Taratibu tukarudi chumbani na yale maji yalimpa nguvu kidogo. Tukabadilisha nguo kisha nikamwambia twende hospitali. Taratibu tulitoka akiwa ameniegemea kidogo. Sebuleni tulimkuta mama mkwe na akiwa na Mikidadi, ndugu wa mume wangu. Bila shaka alikuja kumsalimia mama yake. Alipotuona vile tu, Mikidadi alishtuka sana na akauliza, "Shemeji, kwani vipi?" Nikamwambia, "Shemeji, kaka yako anaumwa sana na hapa tunaenda hospitali." Mikidadi alinisaidia, tukaingia hadi kwenye gari na yeye akaendesha gari hadi hospitali. Je, hali ya Hamadi itatulia huko hospitalini? Ni nini hasa kilimkumba katika muda mfupi kiasi hicho? Na kwa nini mama mkwe alibaki kimya sebuleni bila kusaidia? Endelea kufuatilia simulizi hii nzuri kabisa ili kupata mazuri ambayo tunaendelea nayo. Hii ni Simulizi Empire na hapa ni ulimwengu wa simulizi zetu. Nikusihi kusubscribe hapo chini na kubonyeza alama ya kengele. Na bado tunaendelea na simulizi nzuri kabisa tunayosimuliwa na Debora Asha na yale aliyopitia kwenye ndoa yake. Debora anaendelea kutusimulia, anatuambia kuwa tulifika hospitalini na haraka sana wahudumu walimchukua na kuingia na wodini. Nakumbuka tulizuiwa kuingia wodini ili kutoa nafasi nzuri ya uchunguzi kwa mgonjwa wetu. Ikabidi turudi hadi kwenye eneo la kusubiri wauguzi, na hapo ndipo Mikidadi alipoanza kuniuliza, "Shemeji vipi? Hali hii tangu saa ngapi?" Nikamjibu kuwa ilikuwa hafla sana. Tangu amerudi kazini yuko vile. Yaani hapa sielewi nifanye nini. Mikidadi alinituliza akasema tumuombe Mungu yote haya yatakuwa sawa. Nami nikamwambia sawa. Debora anasema hazikupita hata dakika 5 Joshua alifika pale hospitali. Joshua ndiye rafiki mkubwa wa Hamadi. Yaani naweza kusema yeye ni zaidi ya rafiki. Kwani biashara zote na shughuli zote ambazo Hamadi alifanya, basi alifanya kwa kushirikiana na Joshua. Yaani walifanya kila kitu nusu kwa nusu. Na nakumbuka vizuri kabisa mama yake Joshua na baba yake Joshua ndio ambao walisimama kama familia ya bwana harusi siku ya harusi yetu.
Kwa hiyo ni mtu wa muhimu sana, si kwa Hamadi tu, bali hata kwangu na familia yetu. Joshua alifika pale akionekana amechanganikiwa kweli kweli. Uso wake ulikosa nuru kabisa. Akauliza hali ya Hamadi, nami nikamweleza kila kitu. Debora anasema baada ya kumweleza hali halisi, Joshua alibaki kimya kwa muda, na kabla hajasema neno, daktari alifika pale. Nakumbuka alitaka kumuona muuguzi wa Hamadi. Haraka sana Joshua alimfuata na kuelekea ofisini kwa yule daktari. Msikilizaji, Debora anatuambia kuwa tangu amefika pale hospitali hakuwa na raha hata kidogo. Ile hali ya mume wake ilimtisha sana. Alijiuliza ni homa gani inaweza kuwa kali namna ile tena kwa hafla. Hakika hakupata majibu na ilimpasa kusubiri vipimo vya daktari. Na Debora anasema tulikaa pale na Mikidadi tukisubiri ripoti ya daktari kwa hamu kubwa. Baada ya muda kidogo Joshua alitoka kwa daktari. Alifika pale akiwa hana raha hata kidogo. Nakumbuka vizuri Joshua alimwambia Mikidadi, mpeleke shemeji yako nyumbani. Utamleta hapa asubuhi, mimi nitalala hapa hospitali. Nikamwambia hapana. Naondokaje bila kujua hali ya mume wangu? Kwani daktari amesema nini huko? Joshua alinijibu kuwa daktari amesema wanapaswa kufanya vipimo vikubwa zaidi, lakini mgonjwa ameshapata huduma ya kwanza na anaendelea vizuri. Na ndio maana nakuambia uende nyumbani ili urudi hapa asubuhi ukiwa na chakula cha mgonjwa. Kwa kweli sikuwa tayari, lakini Joshua alinisihi sana. Basi ikabidi nikubali tu na nikarudishwa nyumbani na shemeji yangu Mikidadi. Debora anaendelea anasema, yaani nimefika nyumbani tu hasira zikaanza kunipanda, hasa nilipokumbuka sakata langu la ujauzito na kuhusika kwa mama mkwe. Yaani nilijawa na ghadhabu mno. Basi tukaingia ndani na nikamkuta mama mkwe bado yuko pale sebuleni. Nilimpita kama sijamuona, nikamwacha akiongea na Mikidadi. Sijui hata waliongea nini hapo sebuleni. Mimi niliingia chumbani. Yaani nilijikuta nalia huku nikimuomba Mungu amponye mume wangu. Sikumbuke hata nilala saa ngapi. Nililia hadi nikapitiwa na usingizi. Debora anasema nilikuja kushtuka ni saa 7 usiku mara baada ya simu yangu kuita. Nilipata wasiwasi kidogo kuona ni Katija na nipigia simu tena saa 7 usiku. Nilipokea haraka sana. Katija alianza kunieleza kuwa hiyo dawa uliopewa na yule mama wa Kimisri iliyopo hapo mezani kwako usitumie. Nilishtuka sana. Nikamuuliza kwa nini? Katija kaniambia kuwa hiyo dawa imebadilishwa. Dawa original iliyotoka nayo huku imewekwa uvunguni mwa kitanda. Kwa hiyo usije ukatumia hiyo iliyoko mezani. Debora anasema yani nilishtuka na kushangaa sana. Nikaanza kujiuliza imebadilishwa vipi na imebadilishwa na nani? Na amejuaje kwamba nimekuja na dawa humu ndani huyo mtu alibadilisha? Nikiwa najiuliza, Katija aliendelea. Kwa hiyo yule mama amesema chukua hiyo dawa iliyopo hapo mezani, peleka bafuni na uikojolee mkojo kisha uitupe chooni. Alafu chukua hiyo dawa iliyowekwa uvunguni mwa kitanda, nenda ukatumie kama ambavyo ulielekezwa. Si unakumbuka? Nikamjibu ndio nakumbuka. Nichote viganja vitatu ninywe kisha ndipo nioge. Ndio, fanya hivyo haraka. Msikilizaji, mambo ndio hayo tena. Unadhani ni nani alibadilisha hiyo dawa? Tuzidi kusonga mbele ili tuweze kujua ni nani hasa na kwa nini alibadilisha hiyo dawa. Lakini pia alifahamu vipi kwamba Debora ameingia na dawa mle ndani. Debora anaendelea anasema, nilifanya kama ambavyo Katija alisema na ilikuwa kweli. Nilipoangalia mezani nilikuta dawa, lakini pia nilipoangalia uvunguni nilikuta dawa. Na zote zilikuwa zipo kwenye jani la mgomba, yaani zilikuwa zinafanana, huwezi hata kuzitofautisha. Basi nikafuata maelezo ya Katija, kisha nikarudi tena chumbani kwangu. Nikaanza kutafakari, humu ndani alibaki mama mkwe peke yake. Ina maana yeye alibadilisha dawa? Ina maana ni kweli kabisa ni yeye ndiye ambaye anahusika na kuharibika kwa mimba zangu? Debora anasema nilibaki na jibu moja tu, mama mkwe wangu ni mchawi. Ndiyo, Debora anasema alibaki na jibu moja tu, jibu la kuwa mama mkwe wake ni mchawi na ndiye chanzo cha yeye cha kupoteza mimba zake 4 ndani ya miaka 3 ya ndoa yake. Na sasa tuendelee ambapo Debora anatueleza kuwa niliamka mapema asubuhi na kuandaa chakula kwa ajili ya mgonjwa wangu. Wakati huo nilishajaribu kumpigia Joshua ili anijulie hali ya mgonjwa, lakini wala sikumpata. Baada ya kumaliza kupika nilichukua chakula tayari kuelekea hospitali. Kama ilivyo kawaida yule ajuza, nilimkuta pale sebuleni anaongea na Mikidadi. Unadhani nilisalimia? Niliwapita kimya kimya hadi kwenye gari, lakini kabla sijawasha gari, Mikidadi alikuja haraka na kuingia garini. Alitabasamu kidogo na kuniuliza, ina maana Shem na mimi umenitia kundini? Hujataka hata tusalimiane? Mikidadi aliniuliza kwa utani huku nikimpisha upande wa dereva. Nilitabasamu kidogo maana Mikidadi ni mtu wa utani mwingi. Ukiacha hayo yote ni shemeji yangu ambaye aliniheshimu na kunipenda sana tofauti na familia yote ya Hamadi.
Nami nilimjibu kwa utani, nikamwambia nimechanganikiwa sana Miki, kwa hiyo twende tuwahi hospitali. Taratibu Mikidadi alianza kuendesha gari. Tukiwa njiani, nakumbuka aliniambia kuwa Joshua alishampigia simu na kumweleza kuwa hali ya mgonjwa ni nzuri. Hapo kidogo nikapata amani na hao tukaishia zetu hospitali. Debora anasema tulipofika nje ya wodi ya Hamadi nilishangaa sana kumuona Katija na mume wake wakiwa pale nje ya wodi. Kwa haraka sana nilishuhudia Katija akifuta machozi. Yaani nilipatwa na wasiwasi sana. Kwa nini Katija analia? Kimetokea nini hapa? Mpenzi msikilizaji, tunaishia hapa ambapo Debora ameshuhudia Katija akifuta machozi nje ya wodi ya Hamadi. Ni kipi kimejiri hapo? Usikose kuungana nasi kwenye sehemu inayofuata simulizi hii tunaosimuliwa na Debora Asha.